Ndani ya mwaka 2026 ukifanya maamuzi sahihi, usiishie kufanya maamuzi, lakini jambo jingine, piga hatua, uanze kutekeleza kile ambacho umepanga ndani ya mwaka. Maana utakapochukua hatua ndipo utaona mafanikio. Utakapopiga hatua ndipo utamwona Bwana akisogeza mguu wa pili. Utainua mguu wa kwanza, wa pili utakuwa ni wa Bwana. Hao wakoma walipochukua hatua, walipoanza kwenda, Biblia nasema Bwana akawasikizisha maadui miendo yao kama mwendo wa magari na farasi. Ndipo akatambua ya kwamba hawa watu wamekodi jeshi jingine ili waje wapigane na sisi. Kumbe ni Bwana ameamua kuwapigania watu wanne waliokuwa wamechukua hatua ya kulikabili jeshi la Washami, na kutamkia mwaka huu ukafanye maamuzi na uchukua hatua. Maana kwenye kuchukua hatua huko ndiko kuna kufanikiwa. Kwenye kuchukua hatua ndiko kuna kuinuliwa. Kwenye kuchukua hatua ndiko kwenye kumwona Bwana. 2026 ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kuinuliwa. Kama una imani sema amina, 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 amina. Ukafanikiwa 2026. Kama hujajenga ukajenge, kama hujanunua kiwanja ukanunue, kama unatamani kuoa ukaoe, kama unatamani kuolewa ukaolewa, kama unatamani kusoma ukafanikiwe, mambo yako yakafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka kufanikiwa. Uchukue maamuzi sahihi na upige hatua. Ukimtanguliza Bwana utafanikiwa kwenye maisha yako. Hao wakoma wanne walidharauliwa, walitengwa, lakini maamuzi yao yalileta muujiza kwa taifa, yalileta ukombozi kwa taifa. Maana kulikuwa na njaa, maamuzi yao yalipelekea wakapata chakula, wakala, wakashiba. Ni kwa sababu waliamua vema, wakafanya na hatua, ikaleta baraka kwenye maisha yao. Na kuambia, ukifanya maamuzi ndani ya mwaka huu ukachukua hatua, lazima ufanikiwe. Sema amina yenye nguvu. Ukifanya maamuzi sahihi kisha ukachukua hatua, lazima utamwona Bwana akikuinua kwenye maisha yako, akikubarikia kwenye maisha yako. Fanya maamuzi sahihi ndani ya mwaka 2026.